tutazungumzia zaidi, lakini kwa sasa nasema get this. Watu hawa mahafidhina hawa si wa kuwanunia, wanaoamini tumefikia ukomo. Katika maboksi yale walioveshwa au walioamini au waliofundishwa ima kitaaluma au kiimani au mababu wazee wa imani za asili, wanaamini tumefikia mwisho, hatuna haja mawazo mapya, wa Mungu ameamua tumekuishia hapa. Anasema watu hawa hafidhina hawa si wa kuwanunia, wanaoamini hivyo. Sikia hii. Hivi ndivyo ilivyo kwa wasomi wengi, si wote, wengi. Wasomi wa kijadi katika akademia na katika imani hizi kutoka Nigeria, ndio tuwasemi sana, tutasema Arabia na Ibrania. Kutoka Arabia, Ibrania na pia wetu asili, wanaamini tumefikia mwisho, wanaamini katika box ile waliopewa na mababu au na elimu walizopewa kitaaluma au kimani. Nasema bila kupepesa macho wala kumumunya maneno. Haya ni maradhi. Kuamini kwa tumefikia ukomo, uhafidhina wa kiasi hiko ni maradhi. Taprove hili. Neno la kisomi. Haya ni matokeo ya transference. Yaani agenda za kitumwa, elimu, historia ya utumwa na elimu ya kikoloni. Kwa wengi, si wote. So moja jamii kwa ujumla jipimani hata sisi zenu. Maradhi hasa miongoni mwa wasomi wa jadi. Wao, familia zao, taasisi zao na jamii zao wanaamini tumefikia mwisho. Ni maradhi kwao. Si wa kuwanunia, ni watu wa kuonea huruma. Maradhi haya hutokana na kasumba. Unaweza kusema ndio transference. Maradhi haya hatimaye hufikia ikawa ndani yao, ikawa embedded ndani yao, katika fikra zao, mwili wao, fikra zao, mawazo yao, matendo yao, imani zao, kuwa tumefikia mwisho. Ni maradhi. Maradhi yanayozalisha maradhi mengine kama apathy, kukata tamaa. Ulizeni wana saikolojia, apathy ni magonjwa, ni ugonjwa, ni maradhi ya kisaikolojia, kukata tamaa. Na pia maradhi mengine, madhara mengine yanatokana na kasumba, ndio hiyo low self esteem, kujiamini. Machache kwa hapa, lakini bila kusahau Dunning-Kruger effect au intellectual arrogance, kuamini tunavyoamini mie ndio mwisho. Nadhani tuwe mwanya wa kufikiria zaidi hapa tulipo, kwa sababu tujafikia ukomo. That's what I'm saying. Nasema saibu hili, tatizo hili ndilo dakska au kovu sugu, kutokana na historia yetu ya utumwa na elimu ya kikoloni, elimu rasmi na elimu za kiimani, elimu zilizokuwa na agenda maalum. Mpaka leo na wote mashahidi, elimu hizi, imani hizi zimetutenga. Mabwanyenye na kina Yahe au bara pwani, katika kila eneo tumetengana. Nadhani lengo lilikuwa Mungu ni mmoja, tuungane, tuwe na imani moja, au basi kuvumiliana na kuwa na ustahimilivu kuvumiliana. Ingekuwa si kwa madhara haya makubwa ya transference, kasumba hili, elimu hizi. Kumbuka, usisahau mtazamaji, msikilizaji, nimesema mtake msitake nitawatembelea katika elimu secular, katika non secular, madhabahuni. Ujue nazungumzia tyranny. Tyranny ni nini? Tyranny ni udikteta. Udikteta tumezoea sana. Kumbuka nasema nitakwenda maeneo mapya, nitagusa maeneo mapya. Tyranny, udikteta tumezoea sana. Kumbuka nimejitenga na siasa pia. Vitabu vyangu vyote miaka 20 iliyopita sizungumzii sana siasa. Nazungumzia eneo fulani maalum, nitaitambulisha maalum. Lakini nadhani unaanza kupata picha kwa leo na mazungumzo haya. Nasema tyranny ninayozungumzia ni katika akademia, nasema katika akademia na katika imani. Hasa hizi kutoka nje. Ndio tyranny hasa. Msomi mmoja, Dr. PhD, akasema bungeni na evidence kuwa tyranny hii. Msomi mmoja, rafiki yangu huyu, tunafahamiana kwa karibu kiasi fulani. Dr. mmoja wa PhD kama evidence akasema bungeni kuwa
sorry my friend, tamtaja kwa jina, Dr. Bashiru. Dr. Bashiru AK Alikakuwa akasema alikiri, akasema hawezi kumkosoa profesa. Alishawishika kumkosoa profesa, lakini anafungwa na kasumba ile na imani hizi na vizingiti vilivyoweka katika maeneo hayo kujenga tyranny ile kwa wakubwa. Kidogo sawa na zamani kidogo tuliposema sidumu fikra za mwenyekiti. Excuse me my friend Dr. Bashiru. Alikiri hadharani kwa hawezi kumkosoa profesa. I beg to disagree. Ujue hata katika siasa, nimesema kidogo, tuliachana na zile zama na fikra kuwa zidumu fikra za mwenyekiti tangu enzi za Mwalimu. Tuliachana na hizi fikra. Well, sikuwahi kucontemplate, hili ni kweli, sikuwahi contemplate kuwa iko pahala politicians, wanasiasa, wangewapiku academicians, wasomi, na kwa kiasi fulani wakawa bora kushinda academicians. Katika hili politicians very rare. Kwenye hili niliposema mwisho wazidumu fikra za mwenyekiti, tunaruhusiwa kuchangia mawazo. Politicians kwa hili moja tu kati ya mengine machache. Hongereni. Well, ujue kanjanja katika maeneo haya mengine hayo yanayosemwa sana, kweli si kweli? Makanjanja wako wengi huko katika maeneo mengine. Kwa mimi nitazungumzia sana akademia na katika imani. Hasa katika akademia. Sema kwenye siasa huko sipo sana, sipo. Na hata hivyo itakuwa ni duplication of resources na time. So inazungumziwa na kila mtu. So hili ni eneo jipya nazungumzia tyranny katika akademia na katika imani. Kumbuka pia chasema itawatembelea mashuleni, katika pia madhabahu zenu, majumbani. You see, I'm a man of my word. So tujielekeze zaidi katika akademia na katika imani kidogo. Sitakwenda sana huko kwa sababu na kwenye si salama. Wakasumba ile kwa madhara yale kuzungumzia imani mbaya zaidi hata kushinda usimba na uyanga. So nasema wacha apathy, kukata tamaa na low self esteem, Dunning-Kruger effect, intellectual arrogance, non-academic and academic, hasa miongoni madhara hasa miongoni mwa kina yake. Lakini sasa na kualikani chunguliani maradhi yaliyosugu, maradhi yaliyoshamiri kichwani, vichwani, hasa miongoni mwa wasomi, traditional wasomi, conventional wasomi wa madarasani na wa madhabahuni. Nimeyataja haya, Dunning-Kruger effect na intellectual arrogance. Gonjwa hili Mwalimu aliliita kasumba, akaongea na wasomi pale Mlimani, evidence liko. Nadhani rejea katika Retreat Graduates na pia katika Journey Back to Greatness au Death of Educated Man. Mwalimu akaongea na wasomi pale Mlimani, Mlimani ilikuwa moja wakati ule, sio kuna Mlimani Ubungo, sasa hivi kuna Mlimani Chimwaga. Akaongea na wasomi wakati ule, akasema na wako wengine pia. Mbili. Sokoine na kadhalika. Akasema na wasomi pale Mlimani, na jamii kwa ujumla, akiwa anataka na kuagiza au akichokoza mada kutafuta tiba kwa gonjwa hili, kasumba hii. Na akasema tuanze kutafuta mawazo mapya nje ya box, nje ya kuta nne za shule. Shule hizi academic na non-academic, secular na non-secular, shule za kitaaluma na za kiimani. Details tutakutana nazo fast forward kwenda sehemu zinazofuata. Gonjwa hili nimesema Bill Maher akaliita the Dunning-Kruger effect. Nimetaja kule nyuma, sasa naona kama dondoo, sasa nataja kidogo, tutataja baadaye pia. Dunning-Kruger effect au intellectual arrogance. Maelezo yake haya. Socrates katika Crito, Socrates anayeaminiwa kuwa na uwezo mkubwa wa kifikra. Katika Crito akasema kuwa maelezo ya Dunning-Kruger effect na intellectual arrogance. So beware. Akasema hii ni sawa na kuspecialize katika eneo moja,
Kwa mfano economics, amesoma uchumi, lakini pia amekuwa self trained katika maeneo mengine kama unavyoona sasa hivi. Kusoma kuspecialize katika eneo moja, hata upeo wa eneo lile. Kwa mfano uwezo wa kukuza nywele, labda ukapata PhD au profesa, uwezo wa kukuza nywele, lakini ukaamini umebobea katika kila kitu kwa sababu wewe na PhD au ni profesa. Gonjwa ambalo aghalabu huambatana na hila au ujanja, na kati yao wengi sasa hivi wamekuwa makanjanja, wakilenga kujimilikisha fikra zetu, kisha fursa na maamuzi, ima kitaaluma au kiimani, kwa manufaa binafsi. Lakini hasa hili ndio muhimu, hawa ni agents tu, ni kwa manufaa ya wenye property rights za kitaaluma au kiimani. Nadhani mmeanza kuona umuhimu nalolizungumza. Mnawajua hawa, mnawatambua hawa wanaomiliki, wenye property rights za kitaaluma na kiimani. Clue? Sie ni Waswahili tu, kwa hiyo hatuna property rights katika taaluma na katika imani. Challenge kwenu, tuanze upya kutafuta taaluma au kuireshape upya imani hizi, tuone zuri na baya kati yake, yaliyopitwa na muda na yanayokwenda na muda. Muda unabadilika, Jacob amebadilika. Moja kubwa zaidi, imani siwe na elimu siwe mwanzo wa kututenga. Kama ni hivyo, basi hazitufai. Strong statement. Well, tasema potelea mbali. Wanufaika wa mifumo yetu ya kitaaluma, kifikra, kiimani ni wazungu na Waarabu. Chukua hiyo. Nimeamua kusema, na sasa hivi wa Nigeria. Kwa sababu hapo makuhani na manabii kibao ambao kiukweli kwao madhabahu zao kubwa ziko Nigeria. Na wajua hawa, siwezi kuwataja. Siwataji. Watu maarufu sana hawa. So siwataji hawa. Sema tyranny uache ile katika siasa, nazungumzia tyranny mpya katika akademia na katika imani. So brief uhafidhina katika akademia na katika imani. So ni kwa sababu hiyo nasema uhafidhina wa aina, nature, na scale, kiasi au ujazo huu, magnitude hii ya kuwa sie tumefikia ukomo wetu, sie ni wanyonge, ni wategemezi, na wanavyosema bwana wakubwa ndio hivyo kitaaluma na kiimani. Nasema uhafidhina wa aina hii na kiasi hichi si salama kwa Waswahili hata kidogo. I said it. Yes, I said it. And you can take this statement to the bank. Chukua ile mradi la mwisho. Nasema natambua mada hii ni ngumu kumeza, lakini nasema something had to be said. Somebody got to say it. I said it. Yes, I said it. Huo ndio mwisho wa hoja hii ya kuwa we are better than this. Vile vile kuwa ni wapole, maana hii ni dibaji. Maelezo zaidi yatafuata kupitia sehemu ya kwanza pase ya mjadala huu inayoanza baada ya dibaji hii. Kiwa sasa tunakwenda kuhitimisha segment ya pili kwa maelezo au evidence kuwa sio kweli kwa sie ni wanyonge. Kuwa kweli iko transference. Tusiamini kila tunachoambiwa, na kwa maneno ya JK Jakaya Kikwete akasema akili ya kuambiwa changanya na yako. Usiondoke.